Zijue faida za kuondoa majani ya chini kwenye nyanya. Zijue faida za kuondoa majani kwenye nyanya. Nyanya kama hii indeterminate variety, hizi aina ya variety ambazo ni ndefu zinakuwa kwa kurefuka, lakini vile vile hata zile fupi, uondoaji wa majani una muhimu sana. Sisi hapa tunalima indeterminate varieties ambazo ni ndefu kama unavyoziona hizi. Sasa uondoaji wa majani humu ni muhimu sana, kwa sababu nyanya hii huwa inarefuka na tunaishusha. Tunapoishusha maana yake shina lote linakuwa limelala, kama unavyoona hivi linakuwa limelala. Sasa majani yote yasipoondolewa ya chini, maana yake yatagusa kwenye udongo, na hivyo hata maji unaponyeshea maana yake ni rahisi sana kupata magonjwa ya fungus. Sasa inabidi tuyaondoe. Sisi hapa leo hii tunayaondoa, licha ya kuwa tulichelewa kidogo. Nyanya yetu ilirefuka, tukajikuta tumeshusha. Badala ya kuondoa kwanza majani ya chini ndipo tushushe, sisi tulibidi tuishushe kwanza. Uondoaji wa majani ni muhimu sana kwenye nyanya, iwe inayolimwa ndani ya nyumba au nje ya nyumba. Sisi hapa tunalima ndani ya nyumba, kwa hiyo ni lazima majani haya, tena ni lazima kweli kweli majani haya kuondolewa, kwa sababu nyanya tunayolima sisi ni ndefu, indeterminate variety, ambayo inakuwa kwa kurefuka. Huwa inafikia urefu fulani, inabidi tuushushe chini. Hivyo unaposhusha maana yake shina linakuwa linalala kwenye tuta. Hivyo inakuwa ni rahisi sana kucontaminate na vimelea vya magonjwa mbalimbali chini kupitia yale majani ambayo yatakuwa ya chini kama hatutayavuna. Tunaponyeshea maana yake maji yanagusa moja kwa moja kwenye shina. Kwa hiyo ni lazima kuyaondoa majani haya. Majani haya pia kwa mtu anayelima nje, naye anatakiwa yaondoe, kwa sababu kuna faida muhimu sana ambazo naenda kukuambia pia. Kwa unayelima indeterminate, kabla haujailaza nyanya yako unatakiwa yaondoe kwanza majani na ndipo uilaze. Kama ulichelewa si mbaya, unaweza kama imerefuka kabla hujayatoa, kwa namna moja ama nyingine ulichelewa kwa sababu ya kazi fulani, lazima tu utabidi ukishashusha nyanya yako utakuja kuyaondoa majani yako kama tunavyofanya sisi. Kuna faida nyingi sana. Faida ya kwanza ya kuondoa majani ya chini ni kuepukana na magonjwa, vimelea vya magonjwa mbalimbali kiwemo ya fungus kama vile late blight na early blight, bakajani wahi na bakajani chelewa. Magonjwa haya huwa yanaanza kukamata mmea kupitia majani zee, ambayo ndiyo majani ya chini ambayo natakiwa kuondolewa. Sasa majani haya huwa yana seli na tishu ambazo zimekufa, hivyo ni rahisi sana vimelea vya magonjwa kuvamia majani haya na kuathiri mmea wako. Mwisho wa siku unaweza ukajikuta hauna mimea tena shambani kwako. Faida ya pili, ukiondoa majani ya chini inasaidia kupitisha hewa vizuri. Shamba lako linakuwa linaingiza hewa vizuri, mimea inapokea hewa vizuri kabisa. Faida nyingine ni kwamba ukiondoa majani haya, hata upigaji wa sumu kitokeo unapiga inakuwa inapenya vizuri kwenye mmea. Nyingine ni kwamba wadudu pia inakuwa si rahisi, kwa sababu ni si rahisi kuingia, kwa sababu mazingira unakuwa umeyatengeneza kuwa sio rafiki kwao. Faida nyingine ambayo inasaidia kwenye ukiondoa majani ni kwamba nyanya yako inaiva kwa haraka. Kama unahitaji kuivisha nyanya kwa haraka, unatakiwa uondoe majani ya chini. Sisi hapa ndicho tunachokifanya, kwa sababu majani yanapokuwepo, joto lile linalokuja linakuwa linaishia kwenye majani badala ya kwenye matunda. Ukiyaondoa maana yake joto lote linakuwa linaenda moja kwa moja kwenye matunda, na hivyo kuyafanya yaive kwa haraka na kukupatia pesa. Utauza mapema, utakimbizana na soko vizuri. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu mambo kama haya ili uwe na kilimo ambacho ni biashara, kilimo chenye faida. Usipofahamu vitu kama hivi, maana yake wewe bado haujawa mkulima ambaye makini. Mkulima ambaye makini, ambaye anafahamu kama anakichukulia kilimo kama kilimo biashara. Sisi huwa tunaondoa hapa na kuyatoa nje, na wewe nakushauri kwa unachotakiwa kukifanya sasa. Ukishayaondoa unatakiwa kuyatoa nje ya shamba, unatupa mbali huko
unayakusanya, na yakikauka unaweza ukayachoma kabisa ili kuteketeza kama tunavyofanya sisi hapa. Sisi tunatumia vyombo vya moto kuyasomba, yanakusanywa na wafanyakazi tulionao, yanaenda na weko, yanapakiwa, yanaenda kutupwa mbali kabisa. Haya ndiyo majani ambayo yameshaondolewa. Haya unayoyaona yote ni majani ambayo yameshaondolewa, na mmea wetu ndivyo ulivyobaki namna hii. Upo katika hali hii. Mmea wetu upo katika hali hii baada ya kuondolewa majani ya chini. Kama unavyoona mmea wetu umelala vizuri na majani tumeshayaondoa tayari. Na uzuri huku chini tayari tumeshavuna, hatuna nyanya. Tutaendelea na zoezi hili mara kwa mara. Kila tunaposhusha nyanya yetu tunahakikisha tumeshaondoa majani ya chini kama tunavyofanya sasa hivi.